Baada ya serikali kutangaza nchi inadaiwa bilioni 110, baadhi ya raia ama wananchi wamekaa wakijiuliza kwamba hiyo bilioni 110 tutawezaje kuilipa? Lakini pia kuna wengine ambao wanajiuliza kwamba je, tukishindwa kulipa bilioni 110 itakuwaje? Itakuwa kwamba nchi inauzwa au ni vipi? Hayo ni baadhi tu ya maswali ambayo raia ama wananchi wa Tanzania wanajiuliza kuhusiana na nchi yao. Lakini pia serikali ikasema kwamba hiyo deni ama hilo deni italipwa na wananchi wenyewe, baada ya rais kuzungumza hizo mada hadharani kabisa. So watu wakaendelea kuchanganyikiwa na kujiuliza kwamba nchi inaweza kuuzwa. Lakini mimi nimekuja na majibu sahihi ya kwamba ukiwa unadaiwa madeni makubwa kwenye nchi yako, je, nchi yako itauzwa ama haitauzwa? Ukweli ni kwamba ukiwa unadaiwa ama nchi ikiwa unadaiwa madeni makubwa haiwezi kuuzwa. Lakini pia tulisikiliza serikali, nikurudishe nyuma kidogo, serikali ilisema kwamba bado Tanzania ina nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kupewa mikopo kwa sababu ni nchi ambayo inaaminika kwamba inaweza kurudisha mikopo hiyo. Ila toka nchi ama dunia ianzishwe, hakuna nchi ambayo imewahi kuuzwa na hakuna nchi yoyote ambayo imewahi kusemekana kama ilitakiwa kuuzwa kwa sababu ya madeni. Ila ukweli ni kwamba jinsi ambavyo nchi zinatakiwa kulipa madeni ni huu hapa. Hakuna nchi iliyowahi kuuzwa rasmi kabisa kama bidhaa kwa sababu ya madeni, lakini kuna mifano ya maeneo au mali za nchi kubadilishwa mikononi na kuthibitiwa kwa sababu ya madeni. Hizi ni baadhi ya mifano maarufu ya nchi ambazo zilikuwa na madeni makubwa lakini hazikuuzwa, na baadhi tu ya maeneo yao ya nchi yalithibitiwa ama yaliweza kuuzwa. Russia ama Urusi, ambako kuna sehemu ilikuwa inaitwa Alaska, iliuzwa kwa Marekani mwaka 1867. Russia iliuza eneo la Alaska kwa United States kwa dola za Kimarekani milioni 7.2, ambayo ukikompeti kibongo hapa ni pesa nyingi sana. Sababu kubwa zilikuwa ni matatizo ya kifedha baada ya vita na hofu ya kupoteza eneo hilo bila malipo kama kungetokea vita tena. Lakini haikuwa nchi kuuzwa, bali ni sehemu ya nchi kuuzwa kutokana na changamoto za kiuchumi. Lakini taifa jingine ni Greece, ambako kulitokea mgogoro wa madeni mwaka 2010. Baada ya mgogoro mkubwa wa madeni, Greece ililazimika kuuza baadhi ya mali za serikali ikiwemo bandari, viwanja vya ndege na vinginevyo ili kulipa madeni. Haikuuzwa nchi yenyewe, lakini sehemu ya mali za taifa zilibinafsishwa kwa sababu ya madeni. Lakini pia Egypt ama Misri kwa Kiswahili, mwaka 1875 mfereji wa Suez uliuzwa hisa zake kwa United Kingdom kutokana na matatizo ya kifedha. Waliuza mfereji huu wa Suez Canal kwa United Kingdom kutokana na matatizo ya kifedha. Nchi ilikuwa inahitaji fedha, hivyo wakaamua kutafuta kipande ambacho wangekiuza wangepata fedha. Kwa hiyo wakaamua kukiuza ili wapate fedha. Hii baadaye ilichangia kuingiliwa zaidi na Waingereza nchini humo. Baada ya kuuza kipande hicho cha mfereji wa Suez Canal, United Kingdom pia wakazidi kuendelea kuingia katika nchi yao ya Egypt. Lakini Sri Lanka, kutokana na madeni makubwa, Sri Lanka ilikabidhi kwa muda wa miaka 99 usimamizi wa Hambantota Port kwa kampuni ya China mwaka 2017. Ilikuwa ni makubaliano ya kukodisha kwa muda mrefu, si kuuzwa nchi nzima. Hawa jamaa waliamua kukabidhi Hambantota Port kwa kampuni ya China mwaka 2017. Hiyo kwa sababu ya madeni makubwa ambayo walikuwa wanadaiwa, ila nchi haikuuzwa pia. Lakini hizo ni baadhi tu ambazo ni baadhi tu ya nchi ambazo nimekuambia kwamba hizi ni nchi ambazo zilikuwa na madeni lakini hazikuweza kuuzwa, na hazikuwezwa kuuzwa kwa sababu kwamba hakuna nchi ambayo inaweza kuuzwa kwa sababu nchi jua ni kubwa sana. So kuuza nchi sio jambo la kawaida, na kama itatokea nchi itauzwa, basi itakuwa ndio mara ya kwanza kabisa hilo jambo kutokea kwenye historia. So tuendelee kusikiliza serikali yetu, lakini pia tusiogope kukopa kama serikali inavyosema, kwa sababu kuna muda wanakuambia kuna watu ni wakubwa zaidi yako wewe, so lazima utafute pesa kwao
ili uweze kufanya miundombinu yako ikae sawa au vitu vingine vikae sawa, ili hiyo pesa ambayo umekopa uirudishe kidogo kidogo. So hiyo ni story jinsi ambavyo ilivyo, ila nimekuletea rekodi ya dunia kwamba hakuna nchi ambayo imewahi kuuzwa, na kila nchi zinakopa. Nchi kubwa kubwa pia zinakopa kama Urusi, Russia wanakopa, na nchi zinginezo pia wanakopa, lakini wanakopa kwa planning nzuri.